maoni ya mwisho. Huyu anasema, natamani hata ningekuita baba siku moja, ila mbwa wewe. Hukuwa hata na huruma na mimi wala upendo. Natamani nisikie tu hata umeshakufa, ila sina wa kuniambia hayo. Mwisho wa kunukuu. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Sina Uhakika ndani ya Sambega Digital, unaweza ukaona haya ni baadhi, lakini maoni yako mingi mno ambayo yanaeleza juu ya nafasi ya baba. Moja kwa moja mimi ni kukaribishe katika kumwangaza baba, hasa kisaikolojia. Ana nafasi gani baba? Kisaikolojia, baba ni muhimili wa utambulisho wa mtoto. Baba, saikolojia inamtizama, anafundisha nidhamu, uthabiti wa kihisia na maadili ya kazi. Lakini vile vile watoto huwa wanamuona kisaikolojia, wanamuona baba kama kiongozi mwenye huruma, kujenga kujiamini na uwezo wa kuchukua majukumu. Kuna nadharia moja ya Sigmund Freud anasema, na huyu aliigawanya katika ile nguvu ambayo kisaikolojia inayomwezesha mtu kuchukua maamuzi fulani. Mfano, yeye aligawanya katika ID na ego na super ego. Akitemu kwa haraka, nitakuja kueleza siku nyingine, lakini kwa haraka ni kwamba ID ni kama ile nguvu ya matamanio ya kimsingi kama raha, yani yale yanomprompt mtu kutaka kuchukua maamuzi fulani, mfano njaa, kiu, sina nini, ni vitu kama hivyo. Hii ni ile ya kwanza. Lakini pia kuna ego. Sasa kabla ya ego kuna kitu kinaitwa super ego. Kabla sijaeleza ego, kuna kitu kinaitwa super ego ambayo amegawanya. Super ego inasimama kama msingi wa maadili. Yani ni maadili, dhamira, na ile hukumu ya ndani. Yani tunaita ni kama moral principles. Ikiwa ile ID ni kama pleasure principle. Sasa hii inakuwaje? Katika kuibalance ili kuweza kuchukua maamuzi, hapa katikati kuna ego ambayo ni kama reality principle, ambayo yenyewe ina balance kati ya ID na super ego. Kwa mfano, hauna, lakini umeona kitu ambacho hiki sina, nataka nichukue. Ile ID ya kwanza, ile kwamba huna, nataka kuipata, ile tunaita ID. Lakini super ego inamsaidia mtu kuanalyze mara la ndio huna, unataka kupata, lakini kwa msingi upi upate? Kama ni kuiba, hiyo haifai. Kimaadili haifai, kijamii haifai. Sasa hapa katikati ndo anayebalance ni ego. Unakuta kwamba ile sasa ina take action ya reality principle. Sasa unaacha. Yani ile ego sasa ndio inakufanya kwamba inakusaidia kuchukua maamuzi sahihi, kwamba sasa naacha, au kuchukua maamuzi kulingana na uhalisia wa kile ambacho kinatakana, lakini kwa balance kati ya ID na nini na super ego. Sasa sio msingi wa maelezo. Kwa nini? Ni kwa sababu Fred hapa huyu mwana saikolojia wa kijamii akisema amemtem baba kama ni super ego, ni msingi wa maadili, ni dhamira, lakini pia baba ni hukumu ile ya ndani. Amesema kwamba baba anawakilisha sheria na maadili ya jamii kisaikolojia. So baba is a super ego. Ili uone nafasi ya baba ipoje katika jamii. Lakini kisaikolojia kuna mwana saikolojia mwingine ambaye yeye anaitwa ni Erikson, ambao yeye katika nadharia yake amepangilia nadharia yake ambayo anaamini katika maendeleo ya saikolojia ya kijamii, kwamba utu wa mwanadamu unapita au ameugawanya katika marhala 8. Kwa mfano kama mwaka kuanzia 0 mpaka mwaka 1, mwaka 1 mpaka 3, miaka 3 mpaka 6 na kadhalika. Na hii yote ina sifa zake katika namna inavyoathiri. Sasa katika nadharia hii, huyu Eric yeye amesema kwamba baba anachangia katika hatua ya initiatives dhidi ya nini? Guilt. Yani kwa mfano yani
mipango dhidi ya nini, yani kwa mfano ukatili, mfano ile shutuma, yani hatia, yani vitu kama hivyo. Yani anajaribu kusema kwamba baba, kwa lugha rahisi ni kwamba unajua, na hii kwa namna ya plani yake ambayo amegawanya ni